Na kwa yule mzazi pengine, kwa sababu wakati mwingine mnaweza akaja alafu kuna ushauri ambao wakati mwingine mnautoa, kwa maana kwamba bana wewe kwa lengo hii unaweza kusoma kwa kiwango hiki, ama kuna ushauri pia ambao wakati mwingine mnautoa, ama ni akishafika tu mzazi bana au mtoto ambaye na mwanafunzi ambaye anatafuta shule bwana darasani moja kwa moja. Nakushukuru, ni swali zuri sana, kwa sababu kabla sijaja studioni hapa nilipigiwa simu na mzazi yuko Mwanza. Okay. Akawa ananiuliza kitu hicho ambacho umeniuliza. Kwa mfano, semester iliyopita kuna mwanafunzi alikuwa anataka kujiunga chuoni. Ila katika zile hatua za kufuatilia matokeo yake, kwa maana ya kuangalia zile sifa, tukakuta kwamba kwa sifa alizokuwa nazo zinamwezesha moja kwa moja kufanya diploma na sio certificate. Okay. Lakini yeye alikuwa anataka kufanya certificate. Ila alijiongeza, wanasema vijana, akasema kwa sababu sina msingi huku chini wa uandishi wa habari, basi mimi naomba nianze certificate moja kwa moja. Ambapo sasa katika vile vigezo ambapo atatakiwa kuwa navyo huyu anayefanya certificate ya uandishi wa habari ni ufaulu mdogo kabisa wa alama D ambazo zinahitajika D4 tu. Huo ni ufaulu mdogo kabisa ambao serikali imeweka, wala si Wapo Media Institute imeweka, ili sasa kuweza kumsaidia na kumwezesha huyu ambaye anahitaji kusoma aweze kufanya nini, aweze kusoma. Lakini hapo wakatupa sharti kwamba mbali na kuwa ni ufaulu mdogo kabisa wa ngazi ya chini ya D4, lakini hizi D4 zisihusishe yale masomo ya dini, kwa maana ya Bible knowledge pamoja na Islamic knowledge. Sasa utakuta mwanafunzi kweli ana ufaulu wa masomo manne, lakini katika somo mojawapo ambalo sasa mwisho wa siku linakuja kutimiza ufaulu wa masomo manne ni la dini. Sasa hapo tukija katika taratibu za kiudahili tunasema huyu bado hajatimiza vigezo, kwa sababu lile somo ni la dini, na katika kuangalia vile vigezo somo la dini limekuwa excluded au limeondolewa. Huyo ni kwa yule ambaye anafanya certificate. Kwa hiyo diploma anatakiwa awe na cheti at least cha kozi ya mwaka mmoja ya chuo kinachotambulika na serikali, kwa sababu kama tunavyofahamu vio viko vingi. Lakini sasa swali linakuja, je, ni kweli vinatambulika kisheria? Ninavyosema vinatambulika kisheria na maanisha kwamba je, hicho chuo kimesajiliwa, kina usajili wa kiserikali? Kwa sababu ili mwanafunzi athibitike kweli amesoma kiuhalali, lazima asome kwenye chuo ambacho kweli ni halali, kwa maana ya kwamba hicho chuo ambacho kweli ni halali kina usajili, kimefuata taratibu zote za kisheria za kuwa hewani. Kwa sababu hata tunapotaka kuanzisha redio, tunapotaka kuanzisha gazeti, hilo gazeti tunalisajili litambulike kisheria. Lakini mbali na hilo, kigezo kingine cha huyu wa diploma ni lazima awe na principal pass moja kwa matokeo yake ya form 6, ambapo hiyo principal pass moja tunayoiongelea ni E. Kwa hiyo kama ana E moja, basi anakuwa amethibitika kwamba ana uwezo wa kufanya diploma, ambapo diploma hiyo sasa ni diploma ya miaka miwili. Kwa hiyo nikijibu lile swali lako ulioniuliza mwanzoni, anapokuja mzazi au amekuja kijana mwenyewe, tunamuuliza kwanza kwenye matokeo yake. Alafu baada ya hapo swali la pili tunamuuliza, je, ulishakuwa na background ya huku nyuma katika hicho unachotaka kukisoma? Akijibu ndio, basi tunamwambia okay, unaweza ukaendelea. Au tusipomuuliza, wengine waga Mungu amewapa kipaji, anajiongeza yeye mwenyewe, bwana mimi nataka kufanya hiki lakini sina huu msingi. Basi tunamwambia basi anzia level ya chini, then utaendelea na level nyingine ya juu. Kwa hiyo kwa wewe ambaye unanisikiliza sasa hivi, ulikuwa una hili swali ambalo ndugu mtangazaji pia ameuliza, basi jibu lake liko